Tanzania, tumekutana tena hapa kuzungumza sports. Unajua watu wengi sana tunapenda mpira na juzi tumeshuhudia moja kati ya finali bora sana, japo watu wengi sana wanaiponda kwamba ilikuwa ni upande mmoja, lakini inategemeana na namna ambavyo timu zilikuwa zimejipanga. Leo niko na moja kati ya wachambuzi bora sana na wa kisasa. Nikisema wa kisasa maana yake ni wa kisasa. Utamsikiliza namna ambavyo watakuwa wanaongea. Mchambuzi anaitwa Bwana Pweza. Pweza, mambo vipi? Safi sana. Hili jina la Pweza limetokana na nini labda? Hili jina la Pweza limetokana na yule Pweza wa kombe la dunia 2010. Sasa baada ya kuwa anachambua mpira na kama anawatabilia fulani hivi, unachanganya nikawa napatia anachokifanya au anachokiongea, basi wao kanibadilisha wakaniita Pweza mchambuzi. Bwana, nadhani unafurahia mpaka sasa hivi. Niko na Bwana Pweza, mtu ambaye anatabiri sana mambo, lakini nafikiri na hili pia lilitabiri swala la finali ya juzi. Lakini pia tulishuhudia kabla hapo nusu finali ambayo ilikuwa ni bora kabisa kati ya Barcelona na Inter Milan. Inter Milan amewaweza Barcelona lakini alishindwa kuwaweza PSG. Je, tofauti yake inaweza ikawa ni nini licha kwamba hizi timu zote mbili zinatumia staili ya uchezaji ya aina moja? Hebu tuambie Bwana Pweza. Vitu vichache ambavyo viliongezeka. Wenyewe waliongeza kasi ya kupresi na vile vile kwa sababu najua siku zote timu fulani inaenda kucheza na timu nyingine, huwa makocha huwa anatengeneza matatizo kutokana na mfumo ambao kwenye timu yake kwenda kuiathiri timu pinzani. Unaona? Sasa na ule kocha anavyotengeneza wa timu pinzani anavyotengeneza huku, ina maana zinashindana. Je, atakayeweza kumwini mwenzake ndio anashinda. Sasa tunaona Enrique alimwini mwenzake ambao Simone Inzaghi wa Inter Milan, kwa sababu alimwini hivi kwa sababu kocha wa Inter Milan unaona aliweka mabeki watatu. Kuwa kipa ndo anakuwa anaongezeka, anakuwa kama mtu wa nne katika wale back line ile. Anaongezeka kama kuwa nne, anakuwa anaanzisha kuchezesha timu kuanzia pale. Ina maana ndo anaanzisha mashambulizi kutoka pale chini. Lakini sasa kocha wa PSG ule mfumo au ile mbinu aligundua, akawa na Makadembele anaweza kumpress ule kipa. Ina maana kipa akakosa comfortable akaweza kufanya kuanzisha mashambulizi. Ina maana kila kitu kikaribika pale. Alafu na PSG walikuwa wanaonekana ni wepesi sana kwenye kupress na kuingia kwenye eneo la tukio kwa wakati sahihi. Moja kati ya eneo ambalo lilikuwa linavutia sana ndani ya ule mchezo ni eneo la kiungo, kwa sababu Inter Milan walikuwa wanatumia viungo watano, lakini PSG walikuwa wanatumia viungo watatu tu, lakini walionekana kwa outshine wale akina Joao Neves pamoja na Vitinha na mwenzake nani. Unahisi sababu ilikuwa ni nini? Japo vijana walikuwa wadogo, wafupi, wajanja hivi. Ni nini ilitokea? Watu watano wanashindwa na watu watatu? Safi sana, ni swali zuri kwa sababu siku zote wanasema mtu mrefu na mtu mfupi huwa anapishana sana katika ule mwendo wa haraka, maamuzi haraka, kwa sababu mtu mfupi ni mwepesi sana kufika kwenye eneo. Sasa wale viungo wao walikuwa fupi, Vitinha na ule mwenzao Joao, wale vijana wawili mimi naitaga Waruguru au wa Makonde wa kutoka Ureno wale. Sasa wanaonekana wale jamaa walivyokuwa fupi ni wepesi sana kufika kwenye eneo la tukio, wanafanya matukio kwa usahihi kuliko hata wale ambao vile wale viungo wa Inter Milan pamoja walikuwa ni wengi, lakini wanaonekana kama umri kidogo umesogea. Siku zote kijana ni kijana tu. Yani nafikiri umefurahia sana uchambuzi wa leo. Nitakuletea tena makala nyingine. Tuko na mchambuzi hapa wa kisasa kabisa, kizazi kipya. Utaendelea kufurahi. Asante sana.